Yes, naam, karibu. Leo tutajifunza mambo matano ambayo mimi nilijifunza yaliyobadilisha maisha yangu. Mambo matano ambayo na wewe unaweza yakakupa funzo na wewe pia, yaani ukapata na wewe mafundisho katika mambo haya matano ambayo nitashare na wewe hapa. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe, like na kushare video hii. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe hii channel uweze kupata mafunzo mbalimbali, elimu na burudani ambazo zitakuwa zinapatikana. Pia usisahau kuambia na wengine, tujumuike kwa pamoja. Share na wengine waweze kufaidika na haya madarasa ambayo nitakuwa naweka kwenye hii channel. Kwanza kabisa, kitu ambacho nilijifunza ni kwamba hakuna mtu anakuja kukuokoa. Yaani maisha yako ni jukumu lako wewe mwenyewe. Hakuna ambaye atakuja na kukuokoa. Kwa maisha yako wewe ni jukumu lako mwenyewe. Jipambanie kwa kifupi. Toa mjomba na visababu vingine wote vitoe. So ni hivyo, jipambanie mwenyewe. Sasa kuna mtu atakuja kukuokoa. Mjomba, nani hao wengine wote, even wazazi wako wao washafanya yao. Sasa ni muda wako wewe kujipambania, usimame uangalie wao. So wao tena uwategemee katika life yako. Wamesha play part yao kiasi fulani, sasa ni wewe. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakuja kukuokoa bwana. Wewe pambana mwenyewe. Alafu kitu cha pili ambacho nimejifunza ni kwamba usimwambie mtu kila kitu, yaani vitu vyako viwe siri. Jitahidi sana, yaani seme mambo yako. Kuwa mtu msiri. Mipango, mwelekeo wako, njia unataka kuichukua, hiyo ni siri yako mwenyewe. Watu wanashindwa kujua kwamba yaani tunaishi na viumbe ambao hawataki michakato, hawataka matokeo. Yaani waoneshe matokeo. Na mpango wa kuoa, washtukie tu wanapewa tangazo kwamba wewe unaoa wiki inayokuja. Lakini sio jambo lako la kuoa la mwaka huu, wewe watu miaka miwili nyuma washajua. Ni kama unawashtukiza fulani hivi, lakini wewe unakuwa tayari upo kwenye malengo yako. Yaani usiwaambie mambo yako, yaani mipango yako ya mbele. Hiyo uzingatie hiyo. Alafu kitu cha tatu ambacho cha kujifunza ni kwamba pesa hupenda utulivu na sio show off. Yaani ukipata pesa hakikisha unakuwa mtulivu. Usikimbilie kwenye matumizi na ukashow off. Sababu hela ina tabia moja, ukipata unakuwa mtu ambaye unapayuka. Nataka uingie sokoni, uingie marketing, ukaingie sehemu ambazo za kufanya matanuzi. Hivyo ndo unakuwa unakosea. Yaani ukipata pesa tulia nayo kwanza. Usitumie chochote. Poa tu nayo kwanza. Sababu pesa inahitaji utulivu na sio show off. Na baada ya kutulia nayo ndani ya muda, na usianze kutumia ovyo. Kuwa na malengo yako kwenye kutumia. Alafu kitu cha nne ambacho cha kujifunza ni kwamba bahati huja pale unapojitayarisha. Yaani ujitayarishe. Sawa? Ukijitayarisha, fursa ikija ndo tunaita bahati. Sasa fursa ikija wewe hujajitayarisha, ndo tunasema hiyo sio bahati. Kwa hiyo unatakiwa mtu ambaye unajitayarisha ili uwe mtu mwenye bahati. Kwa hiyo ili uwe mtu mwenye bahati, jitayarishe. Sawa? Sasa sio wewe unataka uanzishe biashara
wakati akiba hauna. Kwa hiyo unaweza zikaja fursa za biashara, kwa sababu hauna akiba, utanyanyukaje? Huna pesa. Kwa hiyo sasa hapo wewe inabidi unaanza kuweka akiba, ndio kujitayarisha kwenyewe. Ikija fursa ya biashara wewe uko tayari, ndio hapo wana wataanza kusema wewe una bahati. Umekuja mchongo umeupiga, umefumua, una biashara zako, maisha yanaenda, unasema hiyo bahati, lakini kimsingi natakiwa ujitayarishe. Sababu fursa ikija ikikutana na matayarisho yako ndio tunaita bahati. Kwa hiyo cha kuzingatia ni kwamba bahati huja pale unapojitayarisha. Jitayarishe, fursa ikija, na fursa zipo zimekuzunguka. Cha msingi wewe jitayarishe, utakuwa mtu mwenye bahati. Hiyo funzo la 4 hilo, kwamba bahati huja pale unapojitayarisha. Kwa unatakiwa ujitayarishe. Fursa zipo, usiwe na wasiwasi. Na funzo la 5, hiki kitu kinatakiwa kizingatie kwamba watu hawasahau jinsi unavyowafanya wajisikie. Hakikisha watu unaishi nao vizuri, watu hawapendi kulaumiwa. Show love. Yaani ukiwafanya wajisikie vizuri hawatakusahau, na ndipo utakuwa unajifungulia milango ya riziki mbalimbali na hadi fursa, kwa sababu unawafanya wajisikie vizuri. Kwa hiyo hawatakusahau, na wao utaona wanaanza kukutreat wewe vizuri, kwa sababu umewafanya wajisikie vizuri. Ishi na watu vizuri, wafanye wajisikie vizuri, hawatakusahau na wao itakufungulia fursa na milango mbalimbali. Hiyo ndilo somo la mwisho ambalo nataka niwapatie. Kwa kuna masomo 5 hapa nimeshawapa. Zingatia hayo, utaanza kuona mabadiliko. Kwanza unatakiwa ujue kwamba kuna mtu anakuja kukuokoa. Pili, usimwambie mtu kila kitu. 3, pesa hupenda utulivu, uzingatie hiyo. 4, bahati huja pale unapojitayarisha. Kwa unatakiwa ujitayarishe. Fursa zipo, tutakutana nazo, ndio hiyo ndio bahati. 5, ni watu hawasahau jinsi ulivyowafanya wajisikie. Ishi na watu vizuri. Sawa, ukiwafanya wajisikie vizuri, hiyo itakufungulia milango mbalimbali kwenye maisha yako na watu kusahau. Utafaidika na utakuwa ni mtu mwenye mafanikio. Usiwafanye wakajisikia vibaya watu, utakuwa unajaribia. So kama unataka mafunzo mengine nikupatie, naomba ucomment chini hapo, andika neno mafunzo. Mimi nitatengeneza video nyingi za mafunzo, nitakuwa nakupatia mbalimbali, mafunzo aina tofauti tofauti nitakuwa nawapatia. Lengo ni kujifunza na kupata elimu, na tuwe watu tofauti, tujenge vijana au tuwe vijana ambao wenye maono na mafanikio pia kwenye jamii zetu. So usisahau kusubscribe, ukalike, ukashare hizi video za hii channel, na wengine pia wazikuzipata, tujumuike kwa pamoja. Asanteni.